Hello wana wa Afrika, Chionda wa Chionda. Nasema hivi, tunawaongelea wauza madawa ya kulevya duniani, wanaofanya biashara wanaita drug trafficking. Who is the owner of the drug trafficking? The white men and their government. White men and their government. Ila wewe hutaki kuelewa. Hutaki kuelewa kwa sababu wewe hutaki kutafuta. Wewe upo kwa sababu ya kupewa. Na ukipewa unakataa, ukipewa ukweli unakataa, unakubali uongo. Unakubali uongo. Uongo ndio umekuwa ukweli na ukweli umekuwa uongo. Hii ni kweli. Hii ni kweli. Watu wengi hamtaki ukweli. Ukweli umekuwa kwenu ni chungu kwa sababu nyinyi mmeegemea katika upande wa oppressor, watesi wetu. Na mimi sikubali kuwa katika upande wao. Magenge yanayoongozwa kwa kuuza madawa ya kulevya duniani, nataka niwatajie leo. Leo nimekuja na hii mpya. Magenge ya kateli na viongozi wake. Leo naongelea Sinaloa Cartel ya Mexico, au wanaitwa the Sinaloa Cartel. Naanza nao. Sinaloa Cartel, kiongozi wao wa kwanza anaitwa Ismael Elma Zambada Garcia, familia Rossi Capito, Ivania Chivarado Guzman Salazari, Jesus Guzman Salazari, Guzman Lopez, Guzman awali walikuwepo Jacqueline Chapo Guzman. Hili ndio kundi wanaita the Sinaloa Cartel. Jericho New Generation Cartel CDGNG la Mexico. Wanajiita Jericho New Generation, kizazi kipya. Hawa ni wa Mexikani. Hawa wanajiita Nemeshia Rubeni Osquera Cavani. Viongozi wengine ni Carlos Valencia Gonzalez na Ricardo Veraca. Wengine wanajiita Cartel wa jangwani, wanajiita the Gulf Cartel. Mexico huko. Juan Maji Gonzalez wa asili Nepuncedo de Juan Garcia Bandore. Betraya Ravina organization, hizo ni Mexico. Idara ya tatu hiyo ya Mexico wanaita the Beltran Reviena, ikiongozwa na Beltran Reviena, Carlos Alfredo Maria Alberto Reviena. Le familia mexicana ilianzishwa na Centro Rosera Mexico. Los Zetasi Neguera Trevino. Hawa ndio wauza madawa. Cali Cartel Colombia zamani, Giovanni Rodriguez Ruggiero, huyu nao ni muuza madawa ya kulevya, anatokea Colombia. Wako wengi. Wako kina Clan de Golfo Urebianosi Colombia. Wengine wanajiita Primera de Comando. Hawa ndugu mwana wa Afrika ndio wanaifanya dunia iwe na mazombi. Zombi ni jitu lina nguvu lakini linakuwa legelege kwa sababu ya matumizi ya madawa ya kulevya. Siku zote watu wangu nikiwaambia mnashindwa kunielewa. Lakini ukweli ni kwamba sasa kuna kundi moja linaitwa Tregua de Agua. Linatajwa kama kundi la uhalifu wa kimataifa, likiingizwa kwenye orodha ya makundi hatari duniani, criminal organization. Lakini kiongozi maalum hawezi kuwa rahisi kupata kwa habari zake za umma. Cartel si daima shirika la dawa tu. Baadhi ya magenge haya ni kufanya shughuli za ugaidi, uhalifu wa silaha, utoroshaji wa binadamu na kadhalika. Hawa ndio Cartel. Wapo kwa uongozi mwingi. Si kila magenge una kiongozi mmoja. Mara nyingi ni utawala mamilioni ya fedha, magenge ya ndani
na vikosi tofauti vinavyoongoza sehemu tofauti. Kwa mfano, kulikuwa na mtu anaitwa Pablo Escobar. Kwa wale watu wa old age wanamjua Pablo Escobar. Huyu ni mtu aliyekuwa hatari kabisa katika biashara ya madawa ya kulevya. Alizaliwa katika familia maskini, lakini alifanya mambo makubwa. Wanasema hadi mwaka 2025 magenge makubwa kabisa na viongozi wao ya madawa ya kulevya. Kulingana na National Drug Threat Assessment DEA na taarifa nyingine za usalama, magenge kadhaa yameorodheshwa kama Transition Criminal Organization TCOS na hata Foreign Terrorist Organization FTOS na Marekani. Hapa ni baadhi ya magenge makubwa tu ya kuongoza au viongozi muhimu kwa sasa, kama vile kateli, genge la Sinaloa la kateli ya Sinaloa, tishio kubwa kwa dawa kama fentanyl, cocaine, meth, heroin. DEA inasema kuna maelfu wanachama wake duniani kote. Hawa wanajiita kateli, Sinaloa kateli. Hawa wanapatikana huko Colombia, Medellin, Colombia. Hawa ni watu wa Sinaloa. Walikuwa wapenzi. Baba yao mwanzishi wa unyang'a huu anaitwa Pablo Escobar. Kama hili kundi lingine inaitwa kateli CGNG, ina muundo wa franchise na inafanya kazi katika nchi 40. Inahusishwa na familia ya Los Guinness kwa usafirishaji wa pesa na mawasiliano ya kifedha. Lenuvuela Michoacana, au kwa kifupi wanaita LNFM, au ndio wauza madawa ya kulevya. Mexico inatambuliwa rasmi na FTO tangu Februari 2025. Viongozi wakuu John Hurtado Orozco anaitwa El Pezi. Juan Alfredo Hurtado anaitwa Orozco El Fresa. Inashughulika zaidi na usafirishaji wa fentanyl. Fentanyl ni aina ya madawa ya kulevya. Nani aliwahi kuisikia fentanyl? Wengi mnajua heroin, cocaine, mandrax. Yeah? This is a book, man. Read it and you can get it. Nikiongea hivyo watu wasema Chionda anaongea kwa kujivuna. Hapana. Ukijua jambo ambalo lazima ujisikie morali inapanda. Unajisikia kidogo raha kwa sababu kila mmoja na style yake. Kama hawa wanaotumia fentanyl wanaweza wakinusa wanajisikia wana morali. Na mimi ili nijisikie vizuri pale ninaposoma, ninapotoa habari, moyo wangu unakuwa safi, nimetoa uchungu uliojaa moyoni kwangu. Kwa hiyo wanasema ili kundi la wenyewe wanaita Michoacana au La Nueva familia ya La Nueva. Ina shughuli za usafirishaji wa fentanyl pamoja na mining haramu ya madini kama vile arsenic na uranium. Arsenic ni madini hatari kabisa, na uranium ni madini yanayofanya kitu unaweza kutengenezea WMD, weapon of mass destruction. Lakini haya madini yamilikiwa na makundi haramu. Na kwa nini yanamilikiwa na makundi haramu? Makundi haya hayana serikali. Kwa nini duniani bado yapo? Yanamilikiwa na serikali za dunia. Hawa wako wanaitwa the dark leader, the dark guard, walinzi wa gizani. Ndugu mwana wa Afrika, kuna Gulf Cartel wanaitwa El Golfo, Cartel de El Golfo. Wanasema kwanza arsenic, usaidizi wa kifedha. Adita Hurtado Orozco dada anadaiwa kuendesha biashara ya kuuza nguo za zamani kwa ajili ya kuosha pesa. Hii ndio kazi yake. Ili kupata hela za madawa ya kulevya anafanya drug trafficking, baadaye anahamia kwenye money laundry, utakatishaji wa pesa. Huwezi kuuza madawa ya kulevya alafu pesa yake ukaendea sokoni, ukaibeba ukaipeleka benki. Lazima utafute njia ya kuitengeneza iwe safi ili ingie sokoni, ukaihifadhi benki, ununue vitu vya halali ili ujulikane kuwa tajiri. Matajiri wengi duniani 45% hadi tukishusha 30, wengi utajiri wao unatokana money laundry
human trafficking, weapon trafficking, drug dealer, drug trafficking, vitu vingi vya haramu wanashughulika navyo. Kwa hiyo huyu Elidada au Olaskoaga, mwanamke huyu anafanya ndio anamiliki kundi hili linaitwa La Nueva Familia. Sasa tuko kwa Gafo. Hawa Gafo de Cartel El Golfo pia ilitangazwa kwa FTO na Marekani mwaka 2025. Inamiliki mtandao mkubwa wa usafirishaji na ushawishi katika mikoa Tamaulipas na miongozo mikubwa ya silaha na usalama. Afu kuna wengine wanajiita United de Cartel, Carteles de Unido. Ilitangazwa pia kama FTOS mnamo Februari 2025. Kiongozi muhimu anayeorodheshwa hivi karibu ni Juan Joseph Arias Alvarez Eliabuero. Eliabuero ndio anamuita the boss wa nini? The capo du tutto capo, boss wa mabosi. Wanamuita the capo du tutto capo, Don of the Don. Cartel de Norocente, CDNA, Northeast Cartel, Northeast Cartel, kaskazini mashariki, kundi la kaskazini mashariki la wauzaji wa madawa ya kulevya. Genge la urithi wa Los Zetas au wametoka kutoka kwenye kundi wanaita Los Zetas. Inatambuliwa na Marekani kama FTO mwaka 2025. Viongozi inaongozwa na mawasiliano ya familia ya Trevino Morales kulingana na ripoti za zamani. Trinidad de Aragua, kundi lingine ni kundi la Venezuela ambalo lilitangazwa kama FTOS na Marekani. Inashusha katika usafirishaji wa dawa za ugaidi, uhalifu wa kimataifa. Kuna wengine hawa ndio kundi jipya wanajiita MS-13 au wanajiita Le Mala Salvatrucha. Hawa The Mala Salvatrucha ilitambuliwa pia kuwa kama FTO. Ni kundi la uhalifu lililoanzia El Salvador, Amerika ya Kusini. Linahusishwa na usafirishaji wa dawa za kulevya, ugaidi na uhalifu wa binadamu na ukatili mkubwa. Ndugu wana wa Afrika, wanasema kushuka kwa sababu ya kuangamizwa baadhi ya magenge kama vile terrorist organization unamaanisha mashirika ya kigeni yanaweza kutumia vikwazo vya kifedha sanction vya kimataifa. Muungano wa magenge unaongozwa na seli huru na mafranchise hasa SDNG unafanya ni vigumu kudhibiti. Ndugu wana wa Afrika, haya ndio mawazo huru. Tunaangalia kila kinachotuzuru. Fikra huru maana yake lazima uangalie kila kinachotuzuru. Hao ndio makundi ya Amerika Kaskazini. Haya, tunakwenda kuangalia magenge ya madawa ya kulevya barani Afrika. Wanaitwa the Big Five Cartel Afrika ya Kusini. Makundi matano ya madawa ya kulevya ndani ya Afrika Kusini. Ni shirika la uhalifu Big Five linalohusishwa na biashara ya dawa, rushwa na utekaji na mauaji. Watu wakuu wanaodaiwa Visimuzi Kati Matrara, huyu ni kiongozi. Katiso Keti Morefe, tuma ni kwamba wana uhusiano na kisiasa na watu wenye madaraka serikalini. Kama nilivyoambia, kwa mujibu wa Hillary Clinton akihojiwa na waandishi wa habari, anasema we created the ICC, Al-Qaeda. Akaulizwa na mwandishi, nani alitengeneza Al-Qaeda? Alisema tulitengeneza sisi Al-Qaeda. Kwa sababu gani? Majibu ya Clinton anasema kwa sababu Mrusi alikuwa Afghanistan. Na Afghanistan kama nilivyoambia ndio wazalishaji wakubwa wa opium. Opium, nitawawekea picha zao hapo, picha za opium. Madawa ya kulevya ya hatari kabisa ya heroini yanapatikana kutokana na opium. Hata fentanyl, ambayo fentanyl asilimia kubwa ni madawa ya kuchanganya kemikali. Mimi sijui, ila huu ni utundu wangu.
ni utafiti wangu, ila kwa sasa niko na makundi ya magenge ya uhalifu, viongozi watu wakuu wanaodaiwa kama anaitwa Visimuzi au Kati Matrala, Katiso Kiti Molefe. Sasa makundi, kuna Timires Arabu, Lemhala al-Alabu Mari Saheli. Hii ni kundi linauza madawa ya kulevya. Kundi hili lina asili ya kabila la Mhala Arabu katika mkoa wa Telemus Mali. Watanusha usafirishaji wa dawa za kuhasa katika cocaine na wanaohusiana na makundi ya kigaidi katika Saheli. Viongozi au watu maarufu ni Baba Ouda Sheikhi, Cherul Audi Taheli, Muhammad Ouri Ahmed Dea. Hawa ndio wauzaji wa madawa ya kulevya huko Mali. Kundi la tatu wanaita the Guinea-Bissau, wanaitwa Narco State. Guinea-Bissau imekuwa ikitambulishwa kama Narco State kwa sababu ya ushawishi mkubwa wa magenge ya uhalifu. Makundi ya uhalifu huko yana ushawishi mkubwa kisiasa na uhifadhi mkubwa wa zabuni za usafirishaji wa kokeni. Huko Guinea, makundi ya wauza madawa ya kulevya wana ushawishi wa kisiasa. Ina maana wameishika serikali mikononi mwao. Niliwaambia biashara ya madawa ya kulevya haiwezi kuhimili katika taifa na haiwezi kushinda bila kushikwa na viongozi wa government. Kama hapa kundi la Guinea-Bissau wanajiita the Narco State, hawa wanashirikiana kubwa na watu wanasiasa. Kuna migogoro ya kiusalama na uwazi wa usalama. Magenge ya kigeni kama Berkane huwa na wajumbe wa mawasiliano huko. Kwa mfano, raia kutoka Mexico, Ecuador na Colombia waliokamatwa mwaka 2005 wanashtakiwa kwa kufanya kazi na kateli katika Guinea-Bissau. Afrika Magharibi ni eneo muhimu la habu usafirishaji transshipment. UNIDOC inaeleza kwamba sehemu za Afrika Magharibi ni meza muhimu ya usafirishaji wa kokaini kutoka Amerika Kusini kwenda Ulaya. Magenge ya kigeni kuliko Afrika pia yanaanzisha shughuli za uhalifu wa dawa za barani Afrika. Kwa mfano, Western Berkane, Krenikovac, Sakajari wamejikita katika mikoa ya Afrika Magharibi ili kuunda mistari midogo ya usafirishaji wa kokeni. Chini ya ushawishi wa magenge haya, ushawishi wa dawa haramu na unachangia ufisadi, udanganyifu wa kisiasa na ukiukaji wa serikali katika baadhi ya nchi za Saheli na Afrika Magharibi. Hakuna kateli ya Afrika yenye uhusiano mkubwa kama vile magenge ya Mexico au Colombia, lakini kuna magonjwa ya uhalifu wa dawa yenye tishio kubwa hasa katika maeneo ya Afrika Magharibi na Kusini. Magenge haya mara nyingi ni mchanganyiko wa makundi ya ndani ya wahalifu wa kigeni, na sio kila mmoja na kiongozi wa moja kwa moja aliyejulikana kwa umma. Ushirikiano kati ya magenge ya kigeni Balkani, Latin America na madawa ya Afrika Kusini unakuza shughuli za usafirishaji wa dawa barani Afrika. Ndugu wana wa Afrika, hizi leo nimeamua kuwapa history za ugaidi, madawa ya kulevya, makundi ya kishetani. Kwa mujibu wa mama, naendelea na historia ya mama Hillary Clinton. Wenyewe tuna wafuatiliaji wa conspiracy theory, tunamuita the shape shifter. Mama ni shape shifter. Hillary Clinton ni wa kundi la elite, ni mama hatari kuliko mume wake Bill Clinton. Hillary anasema kupitia Congress na baraza la wawakilishi, tukishirikiana na Rais Bush na washirika wengine wa idara za usalama, tukasema wacha tuwape silaha makundi ya kigaidi, tuwape silaha Talibani, tuwape silaha ISIS, tuwape viongozi wa Kashmiri pamoja na migogoro wanaogombania huko India. Tukishirikiana na ASI, wanaitwa Pakistan Intelligence Service, wakawapa silaha aina ya Stinger na makombora mengine madogo madogo, pamoja na silaha kali kama vile AK-47 na bastola za automatic weapon, wakawakabidhi magaidi ili mradi kupambana
na Afghanistani, wakamtumia Osama bin Laden kupambana na Mrusi. Mrusi kweli akashindwa, akaiachia nchi. Marekani akikamata Talibani, uzalishaji wa opium ukaendelea kunyanyuka. Talibani baadaye wakashtuka, wakaona opium inamaliza vizazi vyetu, wakaamua kufyeka mazao au mbegu za opium. Kwa hiyo mashamba ya opium Afghanistan yakafekwa, lakini Marekani akakosa opium, akarudi tena kutokana na Father Flag Operation aliyofanya mwaka 2001, wanaita the World Trade Center September 11. Nitakuja na September 11. Ubuntu Bantu, Afrika ni watu sio manyani, na hii ni podcast ya Pan-Africanism na fikra huru za Mwafrika, history na matukio ya ulimwengu. Mimi ni Chionda wa Chionda. Otepu amenira.